Kifo cha Lizzy kilikuwa wazi machoni mwa kila mtu kwamba alikufa kwa shinikizo la damu ambalo lilitokana na kitendo chake cha kudiriki kufanya mapenzi akiwa na njaa. Ingawa kwa upande mwingine kwa baadhi ya watu kilikuwa ni kifo cha aibu na fadhaa kubwa. Mtu mwenye mke wako wa ndoa ndani ambaye yupo tu anakusubiri muda wote unapomhitaji, inakuwaje sasa uwe na papara kiasi cha kukosa subira ya kungoja kwanza ule ndipo pande kitandani? Ndo hivyo tena, pengine labda ni kwa vile kila kifo huwa lazima kiwe na sababu. Daktari wa Tanga alipowathibitishia ndugu, basi hakukuwa na budi. Maana alieleza kila kitu anachokijua na kwa mujibu wa vipimo alivyovifanya tangu marehemu akiwa hai. Kwa kawaida msibani ni kati ya sehemu zinazokusanya watu wa aina mbalimbali. Wachawi, wambea, wahuni na wengine wengi tu wa design tofauti tofauti. Basi watani nao wakiwemo dada zake binamu Lizzy, mashemeji pamoja na nyanyaze walikuwa wakimchaula si ajabu kwamba ndiye aliyemuua ndugu yao. Kwamba alikuwa na bupu, lugha ya watu wa pwani hiyo yenye maana ya kwamba si ajabu alikuwa ni mwanamke mwenye hali ya kutamani kufanya mapenzi muda wote, hata pale ambapo mumewe alikuwa amechoka au hajisikii vizuri. Bupu hilo lilotokana nalo kwenu ulipovunja ungo ndio limetuulia kaka yetu, walichamba. Katika chumba maalum kikubwa alichokuwa amewekwa si ajabu kama mjane wa marehemu akiwa kwenye mavazi rasmi ya kizuka, maneno mengine ya watani yalikuwa yakimuingia na kumchoma vilivyo kiasi cha kutamani kufungua mdomo kujibu. Hakuweza maskini kutokana na mila na desturi. Akawa ni mtu wa kubaki kimya tu kinyonge, huku wakati mwingine machozi na kilio cha kwikwi vikimtoka ovyo ovyo na wafiwa wenzie wengine kudhani ya kuwa labda ni kutokana na uchungu wa kuondokewa na mumewe. Kuna muda wakati taratibu za mazishi zikiendelea kupangwa kule nje, ghafla si ajabu akashtukia upepo mkali ukivuma kwa kasi mle chumbani. Upepo ambao ulikuwa mkubwa na ulikuwa ukipeperusha vitu ovyo ovyo mle ndani. Sekunde hiyo hiyo yule bibi kize yake kamtokea mbele alipokaa na kumwambia taratibu kwa sauti iliyoashiria huzuni isiyo misirika, "Pole sana mjukuu wangu." Si ajabu alikaa kimya akimtazama tu yule bibi kize bila kumjibu chochote. Dukuduku zito la hasira lilikuwa limemkaba vilivyo rohoni mwake. Mambo alikuja kugeukaje tena si ajabu mpaka ikawa hivi mjukuu wangu? Unamuuliza nani? Si ajabu alitamka huku macho yake mazuri ya kike yakinyekenya machozi. Ungejua sitaki hata kukuona machoni mwangu. Wewe sio mtu, wewe ni mwanga kumbe. Na dawa ulionipa ukijifanya na kwenda kumaliza tatizo kwenye ndoa yangu ndio iliyomuua Lizzy wangu. Hapana, usiseme hivyo si ajabu. Unataka nisemeje? Nilikufuata kukuomba unisaidie, ukajifanya eti unaweza na kwamba wewe ni kiboko ambaye utamaliza kwa muda mfupi matatizo yangu yote. Nami nilivyomjinga si ajabu mimi nikakuamini. Ona leo kichotokea. Mume wangu amekufa na kuniacha kwenye dimbwi zito la simanzi. Na ndoa yetu bado mbichi kabisa, wewe mwenyewe unajua. Nitafanya nini mimi na nishamzoea Lizzy wangu? Waswahili wanasema jinga lako. Mwenyewe nilimpenda sana mume wangu pamoja na changamoto zote zilizokuwa zinatokea ndani ya ndoa yetu. Umeniulia mume wangu bibi. Umemuoa kwa mitishamba yako ambayo kumbe wala hukuwa na uhakika nayo. Usiseme hivyo si ajabu. Na wala usimalize maneno. Yaliyotokea ni makosa ya bahati mbaya tu mjukuu wangu, ambayo sote mimi na wewe tunaweza kuwa tunahusika moja kwa moja. Nilichokosea mimi ambacho sasa ndio kinanijia akilini ni kwamba ile dawa ya awamu ya pili sikuipoza kama inavyotakiwa. Ilikuwa kali sana mjukuu wangu. Unaona? Sasa ndo unaniambia nini? Kumbuka kwamba hata mimi niliitilia shaka ile dawa ya awamu ya pili. Na pia kumbuka nilikuuliza mbona hii haitoi povu kama ile ya kwanza? Niliona namna ilivyokuwa ifanane na ile ya mwanzo iliyomwagika pale chini pembeni ya friji. Nasikia uchungu sana. Umeniponza, nimempoteza mume wangu kipenzi. Leo hii nitakuwa mgeni wa nani mie? Ona naingia eda katika umri mdogo kabisa. Tena kwenye ndoa ambayo hata miezi miwili haijafikisha. Pole sana mjukuu wangu. Pole si ajabu, ndo dunia. Pole yako inisaidii mimi kipindi hiki. Haiwezi kunirudishia Lizzy wangu. Sina hamu na wewe na kuchukia we bibi. Mwanga kabisa. Basi si ajabu mjukuu wangu. Usimalize maneno ukaniudhi mchinja mbwa kisha kichaa kikazidi maradufu kwako.
Bibi alimsihi. Sijali. Tena sijali kabisa nakwambia. Si ajabu alipayuka mle chumbani. Wewe hata ukitaka kuniua na mimi potelea mbali. Nimalize tu. Nishakujua wewe ni shetani usiye na mguu hata mmoja. Nenda kaniloge tu, nenda. Kwanza ndio itakuwa bora nimfuate mume wangu huko alipotangulia. Unafikiri nafanya nini tena mimi hapa duniani? Bibi alimtazama si ajabu alivyokuwa anaweseka kwa maneno, akamhurumia. Akamsogelea zaidi ili amshike ambembeleze. Si ajabu akajikuta amepayuka kwa sauti iliyowashtua watu wote wengine huko nje. Toka! Usinishike wala usinisogelee mbwa wewe. Yule bikizea akayeyuka. Watu kule nje wakataharuki. Wakamkimbilia si ajabu ndani. Wakamkuta yuko peke yake, kavimba hadi macho kwa ghadhabu na jazba. Kulikoni wifi? Zawadi akamuuliza. Huyu Zawadi alikuwa ni wifi yake ambaye Lizi alikuwa ni mtoto wa shangazi yake. Alipenda pia kuitwa Gifti au Mama Emi, kifupi cha jina la mwanawe mdogo wa kike aitwaye Emiliana, ambaye alikuwa binti wa miaka 6 wakati huo. Alikuwa anasoma darasa la 2 katika shule ya msingi huko Vikindu Malela, Mkulanga, Pwani walipokuwa wakiishi. Emi mashallah, japo alikuwa mdogo lakini alionyesha dhahiri kuwa hakikuwa atakuwa mrembo kama mama yake. Maanake Zawadi alijaliwa kila sifa anayopaswa kuwa nayo mwanamke mrembo hapa duniani. Alikuwa mfupi wa kuvutia, mwembamba kiasi na weusi wa maji ya kunde. Weusi ambao mwenyewe alikuwa akiukatia rufaa kwa krimu ya moveti na mafuta mololo ya kulainisha ngozi. Wifi, mbona unapiga kelele peke yako, una nini? Zawadi akarudia kumuuliza si ajabu. Si ajabu akatua alikuwa kimya tu akikitumbulia macho kiuno cha Zawadi wifi yake, kilichobinuka mujarabu mithili ya nge mkorofi. Nimechanganyikiwa wifi yangu, siko sawa kabisa, ndio maana unaniona nalopoka tu peke yangu. Mume anauma Zawadi. Anauma mume, usifanye masiala wifi. Najua wifi yangu, ila jikaze kidogo hivyo hivyo. Zawadi aliingiwa na simanzi, sauti yake ya kubonga ikaongezeka maradufu. Nafahamu machungu unayopitia hapo ndugu wangu. Maana mimi mwenyewe shanikuta hayo kabla yako. Si unajua kama babake Emi naye alishafariki siku nyingi tu. Si ajabu akaitika kwa kichwa. Basi hata mimi nilikuwa hivyo hivyo. Wakati mwingine nilikuwa najikuta napiga kelele peke yangu ndani hata baada ya msiba kuisha. Vumilia wifi yangu, ndo dunia ilivyo. Matatizo tumeumbiwa sisi binadamu, sio wanyama wala sio mimea. Maana hapo hata ukilia machozi ya damu haisaidii. Kulia sana ni kukufuru tu. Kwa hivi sasa mwenzetu ndo kishatuacha. Ubani, dua na maombi ndio vinavyomstahili ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea vizuri na kumpa hifadhi njema huko endako. Haya yanayokutokea leo yalishapangwa tangu kabla hujaja duniani wifi yangu. Kwamba ukizaliwa utaolewa, utakaa ndoani miezi 2, kisha mwenzio atakuacha peke yako, atatangulia. Mungu anajua na yatupasa kumshukuru kwa yote haya ya wifi. Futa machozi si ajabu. Acha kulia wifi yangu. Manake mwishowe utanikumbusha na mie msiba marehemu mume wangu baba Emi. Wifi, si ajabu akaita kwa sauti ya chini. Sauti ambayo ilibeba mikwaruzo ya machungu, huku simanzi ikiwa imeugubika mno moyo wake. Abe, Zawadi akaitika. Wifi. Abe wifi yangu, niambie na kusikiliza kipenzi. Hivi kwa nini na mie nisife tu? Usiseme hivyo Sia. Vibaya, Mungu hapendi kabisa. Siwezi wifi. Jitahidi. Siwezi jamani mimi. Unafikiri nitaweza kweli kuishi bila Lizi Maemi? Nimeumbuka mimi mwenzenu, nimeumbuka wifi. Pole. Pole ndo nini sasa? Kumbe tutafanyaje wifi yangu? Wifi naumia. Naumia Maemi mwenzenu mimi. Yule bibi kaniponza. Bibi gani? Zawadi akashtuka. Wifi mimi nalopoka tu, hata sielewi ninachokiongea wakati mwingine. Basi tulia, nyamaza. Ngoja niende nikawaambie huko nje walikojazana jikoni. Wengine waje wakae na wewe huku ndani. Yaani tumejisahau kabisa, wote tumekuacha peke yako. Ndio maana na wewe seka ovyo wifi yangu.
Zawadi akatoka nje huku makalio yake mapana kama mbawa za bata yakitikisika bila mwenyewe kujijua. Si ajabu alishia kumtazama tu anavyoondoka bila kusema chochote. Uchungu wa kifo cha mumewe ulikuwa umemng'ang'ania kooni kiasi kwamba hata angepewa maji ya kunywa apige funda mbili yasingeweza kupita. Barazani kwa marehemu Lizi muda huu, wakati mashehe, maustazi na wanaume wengine mbalimbali wakiendelea na taratibu za kuandaa maziko, ghafla ukaja ujumbe wa watu watatu. Mmoja akiwa ni mwanaume wa makamo hivi. Watu hao wakajitambulisha kwamba ni familia ya Si Ajabu, ambao wamekuja na taarifa nzito kutoka huko kwao. Sura za watu hawa zilionyesha dhahiri kuwa zimebeba huzuni ya wazi kabisa, jambo ambalo lilimshtua kila mtu pale msibani. Wakaomba kuongea pembeni kidogo na mkuu yoyote wa familia ya Liz aliyoko pale barazani. Akanyanyuka mzee Sinde, baba mdogo wa Lizi, ambaye anatoka tumbo moja na baba yake mzazi. Huko pembeni walipokwenda kusimama, huku baraza nzima ikiwaangalia, maongezi yalikuwa mafupi sana, ila aliwashangaza watu wote pale ambao hawakusikia maneno, lakini walikuwa wakiona lugha ya ishara. Wakati wale watu walipokuwa wanaongea, mzee Sinde alikuwa mara achie mdomo, mara ashike kichwa, na mwishowe alishindwa kabisa kusimama, akaamua kuchutama akionyesha kufadhaika. Alipoinuka akawaambia, "Turudini pale barazani, ngojeni kwanza tukazike." Nani anajua ujumbe waliokuja nao wale wageni waliodai kuwa wanatoka kwenye familia ya Si Ajabu? Ni jambo lipi zito lilomfanya mzee Sinde ashindwe kuvumilia na kujikuta akihuzunika waziwazi? Na je, ni hatua gani itakayofuata baada ya watu kurudi kuzika? Sehemu ijayo ya mkasa huu wa Kisasi cha Jini ina majibu yote. Mpenzi msikilizaji, na kuomba tuzidi kuwa sote kwenye mwendelezo ujao wa kisa hiki cha kusisimua ambacho kinaletwa kwako nami Abdalla Mensa, ambaye ni fundi wa simulizi za kuvutia, ninayepatikana kwa simu nambari 0788102050 au kwenye mitandao yote ya kijamii hususan Facebook, Instagram na TikTok ninakotumia jina hilo hilo la Abdalla Mensa. Unaandika tu ABDLLAH Abdalla MENSSAH Mensa.